Kwa majina naitwa Brother Aderick Anatoli Pesha, manager wa Bukoba Koropingi Hoteli na coordinator wa mahoteli kanda ya Ziwa Victoria. Bukoba Koropingi Hoteli tunaposherekea jubilei ya miaka 25 ya huduma ndani ya mkoa wa Kagera, tumeona kwamba hiwe ni njia mojawapo ya kuweza kujitathmini huduma yetu ambayo tumeweza kuitoa ndani ya miaka 25. Lakini pia Bukoba Koropingi Hoteli imekuwa mojawapo ya hoteli inayojaribu kuleta umoja wa wamiliki na wadau wa mahoteli katika tasnia ya biashara ya hoteli. Kwa hiyo leo tarehe 27 mwezi wa pili tumekuwa na mkutano mkubwa ambao umeweza kuhusisha wakuu wa mahoteli kanda ya Ziwa Victoria, lakini pia mkutano huu umeweza kuhusisha wakuu wa hifadhi za wanyama ambazo zinakutwa kanda ya Ziwa Victoria. Lakini pia tumeona tualike wakuu wa vyuo vinavyotoa mafunzo elimu ya ukarimu wote kanda ya Ziwa Victoria, vikiwemo vyuo vikuu lakini pia na vyuo vidogo ambavyo vinakutwa kanda ya Ziwa Victoria. Nia na lengo kuu ni kuleta umoja ili tuweze kukaa meza moja na kuweza kujadili, tuone namna ya kuweza kuboresha huduma zetu hasa katika ukanda wa Ziwa Victoria. Kama tunavyojua serikali sasa hivi, hasa rais wetu mpendwa Mama Samia, mmeweza kuona, kila mtu anaona jitihada na nguvu zote anazoziweka hasa katika upande wa utalii. Anafanya marketing ya hali ya juu, lakini tumekuja kujikuta pamoja na kufanya hayo jitihada zote na kutangaza utalii wa Tanzania, sisi wazawa, sisi ambao tumewekeza katika mahoteli na katika huduma nyingine zote, bado huduma zetu haziendani na viwango vinavyohitajika au viwango ambavyo vinaendana na huduma zinazotolewa na mataifa ya nje. Kwa hiyo tukaona bora tuwe na umoja. Lakini pia tukija kuangalia katika ukanda wa Ziwa Victoria, hifadhi nyingi zote zinakutwa katika upande wa Ziwa Victoria. Na zinapokutwa katika upande wa Ziwa Victoria, lazima tujipange katika kutoa huduma. Na kujipanga katika kuhuduma ziendane sawa, tukiwa na coordination ya mtandao mmoja unaotuunganisha na kuwa kitu kimoja. Kwa mfano, katika agenda hizi tulizokuwa nazo, tulikuwa na agenda kuu 4. Agenda ya kwanza tulikuwa tunajaribu kudiskasi juu ya tozo na shughuli za serikali. Lakini pia agenda ya pili ilikuwa ni kutengeneza mtandao mmoja kati ya watoa service, yani wamiliki wa mahoteli, lakini pia na vyuo vinavyotoa elimu ya utalii na ukarimu, pamoja na hifadhi zetu za kanda ya Ziwa Victoria. Na wote hawa tukiwa na mtandao mmoja pamoja na tour guide na hizi tour nyingine sites ndogo ndogo, wote tukiwa kitu kimoja, tunaweza tukaimprove service zetu, na pia tunaweza tukasapoti na utalii wa Tanzania unaweza ukasonga mbele. Huenda tunafanya kwa ubora zaidi kwa watalii wanaotoka mataifa ya nje, lakini sisi utalii wa ndani bado haujafikia kile kiwango ambacho tulikuwa tunatamani. Hata sisi wazawa, watu wa ndani, wangelikuwa wanafanya utalii kwa katika percentage kubwa, kwa sababu utalii wa watu wa nje unakuja kwa msimu. Sasa ndo tunajiuliza, je, ikiwa utalii wa watu wanaotoka nje kuja hapa Tanzania kufanya utalii ni wa kimsimu, je, nyakati nyingine ambazo sio za msimu, hifadhi zetu za wanyama zinakuwa zinatembelewa na kina nani? Mapato yake yanakuaje? Kwa hiyo tukaona kwamba lazima sisi watoa huduma tukishirikiana na Wizara ya Maliasili na Utalii, lazima tuwe kitu kimoja. Sawa, sisi mahoteli pamoja na taasisi zinazotoa elimu wote tunaangukia kwenye Wizara ya Maliasili na Utalii. Basi kwa kuwa sisi wote watoa huduma tunakutwa chini ya Wizara ya Maliasili inayomoderate ubora na utoaji wa huduma katika nchi yetu, tukaona sasa lazima sisi wadau tukae meza moja
najua kwamba kuna chama cha wamiliki wa mahoteli, lakini chama cha wamiliki wa mahoteli hakijakuwa na umoja katika, yani kama ile tunavyohitaji katika taifa letu. Tumekuja kukuta huu umoja wa mahoteli ambao upo kwa sasa una favor mahoteli makubwa ambayo ni kuanzia nyota 5, nyota 4 hadi nyota 3. Lakini hao wajasiriamali wadogo ambao wamewekeza katika lodges, restaurant, wao hawana umoja huo, hawasikilizwi. Kuna changamoto nyingi sana na challenge wanazokumbana nazo katika hospitality industry ambazo pia tungelikuwa na umoja, tunaweza tukaongea kitu kimoja, na umoja huo unaweza ukatusaidia katika kuboresha huduma zetu. Hivyo tulipogundua hiyo kwamba kwa kuwa hizi hoteli ndogo hazina umoja, hazina msingi ambao umejengwa wa kuwa na sauti moja, basi sisi tunapoingia, sisi kama wataalamu waliobobea katika masuala ya hotel management, tukaona hapana, lazima sisi wazawa tujiorganize, tuwe kitu kimoja ili tuweze kuongea kitu kimoja. Unajua maendeleo na maboresho katika nchi yetu tunaweza tukayafanya kwa kusaidiana na Wizara ya Maliasili na Utalii, lakini pia na sisi wawekezaji, wamiliki, wadau wa mahoteli, wote tunakuwa kitu kimoja. Lakini hili maendeleo na maboresho yaweze kuwepo, lazima pia tuwe na mtandao mmoja. Kwa hiyo tulipogundua hiyo, tukasema hapana, sasa hapa kumbe kuna uhitaji wa kuweza kuwa na mtandao mmoja. Kwa hiyo tukaja na ajenda kuu 4 hizo, ambayo ajenda ya kwanza ilikuwa inahusu tozo na shuru za serikali. Lakini ajenda ya pili ilikuwa ni kutengeneza mtandao mmoja kati ya hifadhi zinazokutwa kanda ya Ziwa Victoria, vyuo vinavyotoa mafunzo ya utalii na ukarimu, lakini pia tulikuwa tunataka kujadili namna ya kuweza kuboresha huduma zetu katika hii tasnia ya biashara ya hoteli. Lakini pia tukaja na mjadala wa kwamba lazima Tanzania tuwe na menu moja ambayo inahusisha vyakula vya kimataifa, lakini pia na vyakula ambavyo ni loko vinakutwa katika mikoa yetu. Ndio kitu ambacho hatuna katika nchi yetu. Ukienda nchi nyingine unakuta menu yenye vyakula vya kimataifa, lakini unakuta pia kuna vyakula ambavyo viko loko, vyakula loko ambavyo viko sehemu mahali unavikuta viko pale. Kwa mfano, ukienda Usukumani utakuta kuna menu ya labda mchembe unapikwa vizuri na watu wanaupenda, wageni wakiingia hapa wanaupenda, wanakula mchembe. Ni chakula ambacho kinakutwa Usukumani. Lakini ukija hapa Uwayani, ukanda wa mkoa wa Kagera, utakuta kuna ndizi. Basi na hizo ndizi zintroduziwe kwenye menu, ili mtu akija mkoa wa Kagera aweze kukuta menu fulani ambayo ni ya ndizi na ikielezewa kwamba inakutwa mkoa fulani. Lakini hata akienda Dar es Salaam, hata akienda Zanzibar, hata akienda Mtwara, hata akienda wapi, aweze kukuta menu hiyo na asiile katika mkoa wa Kagera, au asiile labda umeenda Ukerewe unakuta kuna chakula fulani kinapikwa kule au unakuta kule, basi kisiishie huko. Hawa watalii wetu na wageni wetu wanapokuja waweze kukikuta kwenye menu, hata kwenye mahoteli makubwa wakienda huko waweze kukiagiza. Kwa hiyo tukaona kwamba hizo ndio ilikuwa ni ajenda kuu. Baada ya kukaa vikao, tumeweza kusikia changamoto nyingi na kero ambazo hawa wamiliki wa mahoteli wanazitaja, na hizo hasa zikiwemo ni kero za tozo na shuru kuwa nyingi. Wanasema sasa hivi katika upande wa hoteli umewekewa tozo, utitiri wa tozo na shuru. Lakini ukija kuangalia hizi tozo zenyewe, labda kwa kuzitaja tu tulipokuwa tunaongea, watu waliweza kuzitaja kategori zote ambazo wanajikuta katika payment ya tozo na shuru. Cha kwanza walikuta kuna corporate tax ambayo ni 30%, lakini pia wakakuta kuna bed night levy, wakaweza kuongelea swala la pay, wakaweza kuongelea swala la SDL, WCF, wakaongea mambo ya leseni, wakaongelea masuala ya VAT, wakaongelea swala la hosha, wakaongelea swala la fire, wakaongelea swala la mitungi ya fire. Hapa fire na mitungi ya fire ni vitu viwili tofauti.
tulikuja kuviona walivyo vidadavua ambavyo vinawakera. Tukaja kuona NSSF, tukaja kuona ushuru malipo ya maji kuwa yako juu sana. Tukaja kuona mabwana afya wanavyoingia katika masuala ya kuwapigisha watu faini. Tukaja kuona ofisi ya utamaduni, afisa utamaduni, jinsi watu wanavyo tukaja kuona shuru za taka, tukaja kuona shuru za mabango, tukaja kuona hoteli levi, tukaja kuona walipoorodhesha zinaenda karibu 18 19. Watu wakawa wanajiuliza wakasema, je, watawezaje kujiendesha katika biashara? Watawezaje kuboresha huduma za hoteli, lakini pia kuboresha hoteli zenyewe? Basi tulivyoona hivyo tukasema sasa kumbe kuna umuhimu wa kuweza kuongea hizi kero. Lakini hizi zake hizi unazoona shuru nyingine ni za kiserikali, ni za kisheria zimewekwa, ambavyo hatuwezi tukaziongelea hivi zikatolewa hivi. Lazima zipitishwe kwenye bunge, zishawazipitishwa kwenye bunge. Kwa hiyo tulivyoona hivyo tukaona kwamba tutengeneze mtandao mmoja, ule mtandao pia ambao utaweza kutusaidia kwanza kuelimisha hawa wadau wamiliki wa mahoteli katika tasnia ya biashara ya kihoteli. Kwa sababu muda mwingi sana huyu mfanyabiashara amekuwa akifikiria namna gani ya kuweza kutafuta fedha kwa ajili ya kulipa tozo na taxes, ambayo ni opposite katika kibiashara ya sasa. Lazima mfanyabiashara huyu atengenezewe mazingira ambayo ni mazingira mazuri. Ya kwanza kuwa marafiki na serikali na hawa wanaotoza ushuru kama TRA, kutowaogopa wala kuwakimbia. Wafanye urafiki ambao utaweza kuwafanya kwamba wanaweza kulipa kodi kwa muda unaofaa na kiukamilifu bila kutokwepa. Kwa hiyo tumekuja kugundua kwamba bado kuna uhaba wa elimu. Kwa nini kuna uhaba wa elimu katika tasnia ya biashara ya hoteli? Hawa watu wote waliowekeza katika biashara ya hoteli, hasa wa Tanzania, ni mtu mfanyabiashara anatoka kule, anawekeza, anajenga hoteli yake pale, unakuta anamtafuta mke wake ndo anamweka pale awe manager, unakuta anamtafuta labda kaka mtu au dada mtu ndo anamweka awe mwasibu, unakuta labda anamtafuta sijui mtoto wa shangazi, mjomba, au ndo manager, au ndo supervisor. Kwa hiyo unakuta mtu unafanya biashara ya hoteli, wote wanaofanya katika biashara, tasnia ya biashara, sio wataalamu, they are not professional. Kwa hiyo wao wanafanya ili mradi wafanye biashara wapate fedha. Kwa hiyo unakuta kuna taratibu ambazo zimewekwa na shirika, kwa mfano kama hizo tozo za kiserikali na za manispaa, hawazijui, hawana elimu yoyote.